Namshukuru mtume amana stafu ya pastorale yose pamoja na kamati ya kanisa, damu wanyu, wake wenu na watoto wenu na Wakristo mnaowaongoza. Umba ko mugomba kudutumira abakozi b'Imana, kujisi kutualika watumishi wa Mungu wa Amerika, kutoka Marekani, Australia, Uganda, Rwanda pamoja na Rwanda, pamoja na Holanda. Hii ni watu wazuri. Nakomera mashimushi. Walikubalie tushukuru serikali ya Kenya Nairobi waliotulindia usalama. Tunashukuru watu wanaotufuatilia kwa mtandao. Ninyi ambao mko sehemu tofauti za ulimwengu. Ninyi ni wanaume. Ninyi ni wenye hekima. Ninyi ni mashujaa. Ninyi ni wangwana. Mambo hayo nikiongea sijaongea vibaya. Alafu naitwa Matayo Mwoza. Nimebarikiwa na Mungu. Watoto ni 6. Wakwe ni 2. Wajukuu 3. Umefanya hili, umefanya lile. Ilikuwa nimewamisi Bingu na Matayo. Tuna siku nyingi tukiwa kwa kumalizia. Maneno tumezungumza hatuwezi kuyarudia. Ni kuchukua muda. Lakini asubuhi tumezungumza kuhusu topic isemayo amuka, yaliyo ndani mwako yaweze kufanya kazi. Ili tuagane vyema, kwa sababu umeamka. Weka jiwe lako. Salimia yule ambaye umegeni na yeye. Mwambie kile ambacho umefikiwa. Weka jiwe lako. Samueli wa kwanza sura 7 mstari wa 12 peke yake. Sitaki kusoma mistari nyingi. Kuna refu tulipewa na Biblia. Wao wanasoma kusoma. Yule ambaye amepata anaweza kumalizia. Taifa kidogo. Alafu niingie kwa neno la Mungu. Lakini usitoke kwa yule ambaye ameamka. Na unajua kwamba aliye ndani mwako lazima afanye kazi. Weka jiwe. Tusome. Basi soma
maze Samweli yendibuye alishinga hagati y'imisipa n'isheni. Hapo alishinga hagati y'imisipa akaweka katikati ya misipa na sheni. Endelea. Aliimba izina ya Ebenezeri ati Uwiteka yatuzahuye kugeza ubu. Amen. Namukiriza abantu mwisharage. Salimia wale ambao umeketi nao. Wabwire ngo ni wowe ugezweho gushinga Mungu. Waambie wewe ndio umefikiwa kwa kuweka tu. Mambo sita ya Samueli. Ndipo tuweze kutoa pesa. Kwanza, alikuwa kuhani wa Israeli. Pili, alikuwa kuhani wa Israeli. Waamuzi wa Israeli. Tatu, alikuwa nabii wa Israeli. Fanya hivi. agomba gukorera kandi abikora neza, atangira intro na development na conclusion. Muri byo byose amejua mahali atafanyia kazi, akaanzia mwanzo na katikati akaweza kumalizia. Kwa hiyo uwanja tatu. Uwanja ya kwanza amefanyia kama kuhani ni Shilo, na hapo ndipo ameanza kazi kwa wale ambao walikuwa wanakuja na hofu, anawaambia tulieni, hapo ni Shilo. Na hapo ni wayagirugisha ngo uye n'umubanjirisha mu gikorwa ufite capacity tekerezo bi hejuru of amepatana na yule ambaye alikuwa anamzidi uwezo na ni mwanzilishi wake, kugira musagera ili ufike mbali. Tusakomeruka kutuko hautakuwa mwenye nguvu bila kuwa na yule ambaye atakusaidia. Mungu akikuzidisha mafikra, umshikilie kugira ngo penzi ili akuinue. Nusanga no mungu tabiri teke ukikuza ni mtu ambaye hana mafikra, kama una miguu ukimbie kwa mapema. Wanyamlenge wamesema, akasema hakuna yule anajiweza mwenyewe, mtu anasaidiwa na wengine. Salimia yule ambaye ameketi na yeye, mwambie unataka kuwa mwenye nguvu. Karibia wale ambao wameanza, walio na fikra za kiwango cha juu. Inueni mikono. Niongee habari ya visa. Pili, amefanya uamuzi ni
Kuchimanza Mispa. Naomba ni hapa. Hakujipange sawa ndi mukazi. Jamani kazi sinza. Hii topic na iteguye none ka tujipange sawa. Tunaona. No mugero. Fanyeni. Imani hakurusija. Mungu ndiye kwa kweli. Fanyeni. Ibiri mmusoni mugimani biwa. Yaani watu wote kuna kelele. Wanatafuta roho. Mungu amempea Samuel kuwa mwanzo. Akamwambia tulieni. Usiende shi. Njoni hapa. Hapa Mispa. Walipofika Mispa. Yule ambaye yote akiwa na kelele. Samuel anatatua. Atabiri jioni ya leo. Nayoti ya Rama. Amefanyia hapa mambo nane. Taongea tatu. Ili tutoe pesa. Salimia mtu. Mungu makundi na yote. Amefanyia mazoezi ya wana wa nabii. Yule ambaye anafika mbali. Huwa anaandaa wana ambao watamkomboa. Yule ambaye anapanuka. Anaandaa wana ambao ni ufawa. Kama wewe mfanya biashara. Chukua watu wako kama watatu waingize kwa biashara. Kama wewe mchungaji. Waulize vizuri. Kama wanajifunza kufanya kazi ya uchungaji, waingize ndani. Kama wewe ni mbaji. Unaoimba sauti. Na tena. Moja na tena. Ukaona watu harufu. Wana watoto wako kuna wewe waingize ndani. Kwa sababu kile utakuwa huwa kinaandaliwa. Ili uwe na hekima. Inatoka kwa wazazi. Inatoka kwa salimia mtu. Mwambie usikudhani. Wewe wa kisasa. Amejenga ujenzi nzuri. Salimia mtu mwenye keti na yeye. Mwambie kanisa hili ni wewe nimeandika. Ili tujenge ujenzi nzuri. Tulikuwa tukifanya practice tunapanda na kulima kwanza. Nao usigabu unashuka repeta. Wewe unabarikiwa na unakuja kwa Mzee. Sikieni. Kigira gatatu.
Cha tatu, fanyeni hivi. Alikuwa akitoa sadaka kwa watu wote waliokata tamaa. Nawatangazia jioni ya leo, kijana wa Yesu anaitwa Daudi. Ndiye kijana wa kwanza ameweza kuwindwa na baba yake mkwe, na amejibilia mahali tofauti, lakini hapo hakukaa. Lakini alipofika na yote, akasikia harufu ya hapo Roho Mtakatifu. Pili, kufunuliwa. Tatu, ni kuongea yatakayotokea. Daudi akakaa. Wale nyuma mnaniona? Uwe unatulia. Utulie ukiwa na ujasiri. Naona maisha yenye maana ni kutumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wako. Nashiba unataka kupata amani bahari pasipo kanisani, lazima uingie. Hapo ndipo kuna majibu. Mimi nimechimba dhahabu nikakosa. Nimeuza chumba nikakosa. Anza kutazama vibaya na huko kwetu hatutazame vibaya. Lakini nilipofika nyumbani mwa Mungu, salimia mtu. Mwambie tena kanisa tatu sema. Hii ndio wazazi. Wewe unatulia ukilia. Baba yake mkwe akauliza, huyu kijana mkwe wangu Daudi ameenda wapi? Akamwambia ameenda na yote Rama. Kwa kuishi na wengine kwa amani.
Basi. Bohereza mambere ngo barahani. Wakatuma watu wa kwanza wakaweza kutabiri nao. Bohereza wakabiri. Wakatuma wa pili nao wakatabiri. Watatu nao ni hivyo hivyo. Wa nne ni wewe mzee. Umwami Sauli. Ni yeye mfalme Sauli. Naomba ya matagera kwanu mataragera no mumare. Na yeye akaanza kutabiri nao na anafika. Namalizia kwa neno hili. Israeli ikawa na matatizo. Wakashambuliwa na Wafilisti. Walipomaliza wakaabudu, kashindikana. Wakasifu, kashindikana. Samueli akakumbuka ya kwamba paswa alikujenga madhabahu. Samueli wa kwanza 7 mstari wa 7. Kachukua mwana kondoo akajenga madhabahu. Manukato ikapanda kwa Mungu. Biblia inaniambia wakatoka. Unajua kutoka? Tena waambie kutoka. Kinyamulenge ndio inaiongea vizuri. Ni kama mtu ambaye ako kwa watu wakiwa hawajamuona wanaongea mara moja, tokeni hapo ili kukimbia. Wao mnakimbia. Unaona vile nilikuwa nataka kukimbia. Wakawaua Wafilisti jana. Na tabiri jioni ya leo. Sikia uwezo wa jinsi gani tunazidiana. Mungu akikutenda jambo, uingie kwa mafikira ya kiwango cha juu. Samueli akasema, siwezi ingia kwa kundi la watu wa kuzubana. Nataka kuweka jiwe. Akaweka jiwe katikati ya Mispa na Asheri. Ikaitwa Ebenezeri. Maana yake Bwana ameniinua. Tume enda ulani. Natabiria kanisa lote hapa kama mtumishi wa Mungu. Mambo yenu yalikuwa yamenyamaza. Watumishi wa Mungu waliyefika pale wakasimama kwa hii madhabahu. Tunatangaza makweli. Sio maneno ya upuzi. Nyumba yetu kweli. Mungu utaweka nguzo. Salimia mtu aliyeketi na yeye. Mwambie yule ambaye amefikiwa kwa wakati huu ni wewe. Weka nguzo yako. Uite jibu.